yetu, peke yetu hatuwezi. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Dunia imejaa giza, hatuwezi kushinda giza bila mwangaza. Tunahitaji mwangaza wako Yesu, tunahitaji nuru yako Bwana. Yesu asataya razazira pakatabu shotara rekabu shadia razazira kakashotara. Acha nuru yako Bwana iwe nasi Bwana, tuweze kushinda vita vya giza, tuweze kushinda vita vya ulimwengu, tuweze kushinda nasa haya yakatabu kakatabu shadia razazira kakashotara razazira. Tunahitaji uwepo wako Bwana, hatuwezi kushinda shetani bila wewe Bwana. Yesu asataya tumepoza, tunakuita siku ya leo Bwana, uwe nuru Bwana, tuangazie Bwana, tuone Bwana njia yako mbele yetu Bwana, utembee nawe Bwana. Faraja kama yako hakuna, faraja kama yako hakuna, ponyaji kama wewe hakuna, kama wewe hakuna, ponyaji kama wewe hakuna, ponyaji kama wewe hakuna, muweza kama wewe hakuna, kama wewe hakuna, muweza kama wewe hakuna, muweza kama wewe. Mungu wetu, Baba wetu, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya neno lako, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako. Bwana, tenda mema ndani ya maisha yake, ili Bwana neno hili litawale maisha yake, litawale nyumba yake, na zaidi Bwana litawale wote wanaosikia Bwana unapomtumia yeye. Ninakushukuru Mungu kwa sababu unapaki Mungu ndani ya maisha yetu, na wewe ubadiliki Bwana. Bariki kila mmoja ambaye amesikia neno hili na limfanye safi, na aweke mageuzo katika maisha yake na katika mienendo yake. Tunakushukuru Mungu kwa sababu utapaki Mungu ndani ya maisha ya watu wako. Wote waliokosa tumaini utawapa tumaini, kwa sababu mtumishi wako ametoa ushuhuda umbali umemtoa na yale ambayo umemtendea. Na Mungu ajabu mkali unatenda mema juu ya maisha yake, na wewe Bwana bado unatenda, na yoyote akuaminie Bwana hata aibika, bali Bwana utamtendea vile vile. Uinuliwe Mungu na upewe sifa, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wa dunia. Amen. Amen. Makofi mazuri kwa Pastor Simon. Tunashukuru kwa sababu ya neno hilo, vile Mungu amemtumia. Kuna ushuhuda mwingine mimi aliniambia, ambapo ilikuwa ni hapa Kenya, wacha huko Rwanda na Burundi. Hapa Kenya pia kulikuwa na mtego mwingine. Wakati wa corona, sema alilaswa na watu walikuwa nakufa. Sijui kama sasa anaweza kumbuka. Na walipoweka oxygen, aliona hiyo oxygen ilikuwa inaua watu sana. Ilikuwa imefunguliwa mingi. Sasa yeye daktari akitoka ati anafungua huko inatoka. Inaenda, alafu sasa watu wengine walikuwa wanakufa. Basi unakumbuka hiyo? Yes. Alafu anatoa hiyo mpira ya anatoa, inaenda nje, akiona anarudisha kidogo, lakini ameweka mkono hivi inapita nje. Na yeye akapona. Kufa wengi, yeye akatoka hapo amepona kwa wale wa corona. Hiyo ni muujiza mwingine Mungu alimpatia amfanyia. Hapa pia ilikuwa tu penye anaenda majaribu yanakuwa.
Katika maisha yetu tunavyokaa, majaribu yako kila mahali. Lakini mwenye haki, Biblia imesema katika hiyo Psalms 34:19 inasema mengi ni mateso ya mwenye haki, lakini Mungu yote. Bwana Yesu asifiwe. Utapitia mateso mengi, utapitia majaribu mengi, lakini Mungu lazima akuondolee. Na huo mstari niliutumia wakati nilikuwa nimekanyakwa na lori nikiwa kasini. Kuna mtu aliniambia, wewe unajifanya umeokoka sana, tutaona. Na muda hiyo tu, kitu kama 1 hour nikakanyakwa na lori, na ndani ya factory tu kasini. Na kitu ya msara nilikuja kwa kichwa, nikasema nilipokanyakwa wakasema huja sasa miguu kwisha, nenda kukata. Nilikuja mstari, nilikuja tunasema mengi ni mateso ya mwenye haki, lakini Mungu humuondolea yote. Nikajua Mungu ataniondolea. Lakini si kujua kuna mstari mwingine hapo chini unasema nini. Nilipotoka hospitali nilikuwa na hiyo mstari, lakini nilipofika hospitali wangu hukufunjika, na nilipitwa na lori, na kumbe ingine imefunjika huku chini. Na kwa sababu nilikuwa nimekiri na daktari amesema wewe ni muujiza mkuu, kajiunga nikiwa hospitali. Na baada ya kujiunga nilikuja kusoma hiyo mstari. Nilipofika 20 inasema hivi, Mungu hulinda hata mfupa wake utafunjika. Nikaona okay, kumbe phase hii ya kwanza na ya pili ilikuwa inafuata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu kila wakati. Kwa sababu kama alikuwa anamuondolea yote, kumbe chini mifupa wangu, kwa nini nilijiunga? Alisema mfupa wake hautafunjika. Na huenda ningefika hapo niulize Mungu, na ilikuwaje ikafunjika? Ikuwe kama yule mwenye anasema ati sikuwa alipokuwa hapa chini alienda kule mbinguni akaambia, wacha nikuonyeshe vile ulitembea duniani. Akaonyeshwa nyayo zake zikitembea, akaona nyayo za watu wawili zinatembea, ikafika mahali nyayo za mtu mmoja, ikafika mahali ni 2 tena. Alafu akauliza Mungu, mbona hapo uliniacha nikatembea peke yangu? Sasa akajibiwa kwamba hapa kulikuwa na shida mingi sana, na ungeweza kutoboa. Hizi nyayo naona sio zako, ni zangu, nilikuwa nimekubeba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika mahali ukiona ya pili, hapo niliona unaweza kutembea, nikakuweka chini tukatembea tena pamoja. Mungu kila wakati hawezi kuruhusu majaribu ya kushinda kiwango chako. Siku zote kuna anapokuja ana njia, asema inapopulanga inapofungwa kuna mwingine amefungua. Akiona wewe tembea hapo anakuinua. Na kuna wengine wanaimba ati amenibeba mgongoni. Sijui kuna nini wanaimba kwa gani, amenibeba mgongoni, si ndio? Atakubeba tu mgongoni mahali ambapo wewe ukatembea. Lakini kama unaweza kutembea, utaimba na kama vile wasee walisema kutembea napenda. Utatembea tu na yeye, na mtatembea tu. Lakini ukifika ubwezi, ujua kuwa na hakika atakubeba na utapita hapo. Amen. Tunashukuru kwa sababu ya hilo neno siku ya leo, kwamba waja Mungu akusaidie. Uwe na tumaini kwamba maisha haya ni ushuhuda unaishi. Na mimi najua una ushuhuda wako penye Mungu amekutoa. Na kama huna, bado tu utakuwa na ushuhuda kwa sababu Mungu amekulinda umbali huo. Kuna wengi Mungu amewapitisha mahali pa tofauti. Kuna wengi Mungu amewaepusha mambo tofauti, na bado wanajua ni Mungu. Na kuna wengine hawajui ni Mungu aliwalinda, wanafikiri ni ujuzi wao, lakini ikifika mahali watajua kumbe hii kulikuwa ni ujuzi wake. Alikuwa ni Mungu. Mungu anashinda maarifa yetu yote. Ati penye ujinga wetu, penye werefu wetu ndio ujinga wa Mungu. Penye umeona wewe ni mwerefu sana, hapo ndio Mungu anaona ni ujinga zaidi kwake. Sasa kumaanisha Mungu tu ndiye anajua. Ukimweka Mungu mbele, utajua pata kila kitu na utakuwa na hekima. Sema kumjua Mungu ndio mwanzo wa nini? Wa hekima. Na kama uko hapa na unamjua Mungu, wewe kwamba kuna mwanzo, kuna hekima ndani yako. Kuna juzi kijana Samia alikuwa anasema alisoma wakati wa discipleship.
alifundishwa kwamba ati mtu mwenye hana hekima anakasirika haraka. Nakumbuka na ngapo alisikia hiyo. Alafu sasa anasema alikuwa kwa anaangalia watu anasema mbona umekasirika, una hekima? Sasa kunasema kwa sababu ya hivyo kwamba kumjua Mungu ndio mwanzo wa hekima. Unapomjua Mungu hekima inakuwa tu. Na utakasirika kwa sababu unamjua Mungu. Tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Ningependa tumalizie, lakini kwamba matangazo yaliyotangazwa, kutana mahali ambapo inatakikana uwe, ingia hapo. Kuna pia tungependa pia kamati kidogo tu, tunaweza kutana kidogo shortly ya kanisa ile ya project ya miradi, tukutane shortly pia, alafu mnaingia mikutano nyingine pia. Ni vizuri. Na wewe tu ndio neno ambalo umesikia, enda ulishike likusaidie, alafu litakuepusha na mambo mengi kama vile mtumishi wa Mungu ameepushwa. Enda likusaidie, sababu kuna wakati huwa tunaimba wimbo ni nini wa mnaimba ama ni mnaimbishwa? Nasema chakua leo masia. Wewe unachakua masia? Kweli umechakua masia? Kwa tunaimbisa hapa chakua, mimi nachakua masia. Na unajua tunasemanga uongo. Kwa sababu nasema chakua mimi nachakua masia, tukikuja Morning Glory hamuko. Mnachakuanga yeye mkiwa wapi? Tukikuja Bible Study hamuko. Mnachakua mkiwa wapi? Tumaini hamuko. Mnachakua mkiwa wapi? Mbona nyinyi waongo? Nasema mimi nachakua masia. Naona vile mnadanganya. Mjadanganya mimi. Mnajidanganya. Na yule mnasema mmechakua yeye, kwa sababu mjamchakua. Wewe umekaa kwa nyumba lakini unasema akichakua sasa mimi nachakua masia. Unamchakua ukiwa wapi? Kwa nyumba yako, si ndio? Mungu akusaidie pia hapo. Usikuje ukatudanganya na ukajidanganya kwa sababu unasema unachakua masia na upatikane. Siku ya leo kusaidie kama unamchakua masia, tuone kweli umemchakua. Wewe utatuimbianga tu, wewe unasema unamchakua na hakuna huko peke yako. Umechakua nyumba yako, umechakua shughuli zako, umechakua pesa zako, lakini wakisema unasema nimechakua nani? Masia. Tunaona ni uongo. Haya, Mungu akusaidie hapo. Hiyo uongo itakwisha. Alafu sasa useme ukweli. Useme umechakua nani? Nasema kati ya leo utachakua nani? Na ukisema masia, hizi shirika zote zinawekwa hapa ni kwa sababu yako. Sio kwa sababu ya pastors. Wakisema mkutano fulani wamesema kwa sababu ya wewe, wameweka kwa sababu yako. Sasa wewe mwenyewe uchakue. Unifinya
unayeweza. Wewe Bwana, wewe Yesu ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu unayeweza. Wewe Bwana, wewe Yesu ni Mungu wetu. Ni Mungu unayeweza. Sifa zako uliniumba ili nikuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana nizimbe sifa zako. Ulituumba ili tukuabudu. Twakuabudu wewe Yesu, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zisifiwe. Kitini pako wimbo ukawe Yesu katia katika kiti chako cha enzi. Hallelujah. Tuimbe tena
Bwana pweke limetukuka, jina lake. Give a joyful shout unto Jesus. Celebrate Jesus.